wataendelea kuvuruga maandamano ya amani na kuondoa maafisa wa usalama ambao wamekuwa wamepelekwa kwa wabunge na kwa viongozi wetu wengine, tutasema kwamba hii tutamshtaki binafsi yeye, kwa sababu hii ni kazi ambayo ni yeye mwenyewe binafsi anatakana ifanye. It is an allegation. We are saying it's an allegation. We personally, I didn't meet him. I was not one of those who were invited. So I don't know whether he came or he didn't come. Yeah, but if he came as a private citizen, he has every right to do so, because he's a Kenyan and he can travel anywhere in this country and meet anybody he wants to meet without any need for a notice or restrictions or permits. So there was no any Azimio meeting during the weekend? I cannot recall it. Tungependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ambayo inalindwa na katiba, na hii katiba na kufuata sheria ndio kumetufikisha sasa mpaka sasa kwamba Kenya yetu ni kisiwa cha amani katikati ya mahali ambapo kuna misukosuko kila pahali. Tukiangalia Somalia, tukiangalia Sudan, ni nchi ambazo zina misukosuko. Kwa hivyo Kenya tuna bahati kwamba tunafuata sheria na tunafuata katiba ya nchi yetu. Matamshi ambayo alitoa rais juzi alipokutana na wabunge wa chama chake katika Ikulu ni matamshi ya kusikitisha, kwa sababu kama kiongozi wa nchi kama rais anatakana awe ndio ngao ya kulinda nchi yetu, ndio taasisi ambayo inaunganisha Wakenya wote. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba juzi aligawanya nchi kwa wale ambao wanaandamana na wale ambao hawaandamani, na akatoa amri kwa wabunge wake kwamba warudi katika maeneo bunge yao waweze kutengeneza vikundi vya kupambana na wale ambao watakuwa wanaandamana. Juzi wanalalamika kwamba Mungiki imeweza kurudi, lakini wao pia wanaunda Mungiki yao, kwa sababu kuambia wabunge wakati tunajua usalama na sheria inalindwa na polisi. Hao ndio peke yake wamepewa fursa kikatiba na kisheria kuhakikisha kwamba kila mtu ana usalama katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo akisema kwamba wabunge warudi makwao wakaweze kuangalia mambo ya kupambana na watu